Hii ni crazy. Monday asubuhi siafu zimeamkia kazi. Na siafu zinakuanga organized. Hii ni kazi ya mjengo lakini bado zina match. Foreman akoza 1 2 3 4 1 2 3 4 until aka notice kuna kigap fulani katikati ya wase. Na hiyo position ni ya nani? Jonte mwenyewe, mlaguzi wa madawa za kulevya. Jonte hiyo weekend ni kama amekuwa busy sana. Alipiga sherehe excess. Sasa yako na hangover. Sikia venye anangorota. Kidogo kidogo ndo huyo Foreman amemkuta. So Foreman alikuwa anaenda akimpigia kelele. Namwambia wengine wako maweza 52. Wewe hata ya kwanza hujapeleka. Wewe hata ulianguka interview. Tulikupatia kazi juu tunajua babako. Kijana unafaa ujitume. Lakini hata Jonte hayuko huko. Kitu inamsumbua ni venye wako siafuka dhao. Na amejulikana hayuko. Jonte alirudi kwa line. Ndo anapeleka mawe yake ya pili. Wanawake wanabebeshwa leaves, wanaume wanabeba mawe. Hizo leaves zitaekwa chini, hizo sasa ndio zitakuwa kaa tiles. Foreman bado akoza 1 2 3 4 1 2 3 4. Cheki diversion yenye Jonte alipiga 1 2 3 4 1 2 3 4. Alafu akarusha kamawe, akaenda kutafuta base ingine. Na this time alienda mbali. Alipanda milima na akashuka mabonde. Jamaa ako na hangover. Ni kama hiyo weekend alipiga kichrome na akachase na moshi ya kingwai. Pata kabezi mahali juu. Akona hapa Foreman haezi nipata. Na akaamua kujiekelea. Sikia kungorota. Before hata Jonte aanze kuota, Foreman ndio huyo tena. Na Jonte tutakosana. Nakwambia kasi babako ungekuwa na hii kazi. Kwa CV yako uliandika jina upside down. Jonte bado anashindwa hii kweli inapatikana aje. Alirudi kwa line na this time Foreman aliamua wacha Jonte abebe matawi na hao wanawake wengine. Jinaonekana jamaa imechoka sana na ni hangover. Foreman bado ako 1 2 3 4. Lakini bado wase wakishuka Jonte anapanda. Na kama kawaida anatafuta ngabeza kuna watu. Ndio huyo hapa na kamatawi. Anakatupa, alafu anaenda anadoza. Surprisingly tena Jonte akapatikana. Kumbe hii masaa yote kitu imekuwa ikimpeana ni venye anangorota. Foreman kama kawaida, Jonte, wewe ndio tegemeo kwenyu. Babako aliuza ng'ombe ndo asomeshe siafu. Sasa ndio huyu wewe. Jonte alirudi kwa line na akoza tuza sijafurahia. So ashajua kungorota ndo ilikuwa inampeana. Na akiwa kwa line, this time aliamua kukam up na plan. So kama kawaida, autoka kwa line, anarusha mawe, alafu anaenda shughuli zake, kudozi yani. Lakini sasa, Jonte amechoka na hiyo routine. Anaenda analala anakujiwa, anaenda analala anakujiwa. Aliamua wacha hii kazi ishe tu once. Na siku quit, hakuwa na quit, alikuwa anataka kufanya kazi ishe haraka yani. So alienda kwa mlima juu, kibezi fulani kinakani kama mahali Moses alikuwa anaendea 10 commandments. Foreman alinotice Jonte hayuko na akaulizia Jonte tena ameenda wapi. Kumbe Jonte alikuja na idea. Akona hii ni ufala, hii kubeba kama weka kamoja ni ujinga. Jonte aliendea mawe moja bigi, alijipeleka Kware, akakuja na mokoro wa makokoto. Cheki venye inatoshana. Siafu ziko za enyewe Jonte anatumianga vitu legit. Mdosi wao hajaiyo na hivyo. Akona kitu moja common na Ruto. Anasumbuliwa na Gen Z. Jonte bado anasukuma. Ungeshindwa hii nguvu yote hiyo masaa yote alikuwa ameificha wapi? Hapo ndio masiafu ziliona huyu jamaa ako serious. Zikaanza kupanic. Zinaenda kila mahali. Wameona Jonte ako serious. Dimanga, cheki vile inatoshana. Inakonga chini kuna kuwa na earthquake. Na ni siafu imeangusha. Cheki. Jamaa kumbe ilibomoa nyumba yote. Na ikabaki hapo ikiwaambia tumieni hiyo. Ita save time. Badala ya kuendea kama weka kamoja. Na akarudi base yake. Akalala. So story inatufunzaje? Usiwahi enda job na hangover. Pigia mdosi simu. Mwambie wewe ni mgonjwa.